Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kipindi Singing in the Spirit, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa 12:30 asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake. Kama tunavyojua wana na ukuhani wa kifalme, tunaishi katika majira yaliyonenwa na manabii waliotangulia kuwa wana na ukuhani wa kifalme. Tunatembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake. Hakika nasi pia ni mashahidi wa neno hili, kwani tumekuwa tukiishi na kutembea katika utukufu huo wa Roho Mtakatifu na karama zake, na ndio lengo haswa la kipindi cha Singing in the Spirit. Na ukaribisha tena siku nyingine mwana wa Mungu, tuweze kuungana pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na tukikumbuka katika kipindi kilichopita tulikuwa tunaongelea maombi ya shukrani ndani ya ufalme wa Mungu. Na siku ya leo tutakuwa na mwendelezo juu ya somo hilo la maombi ya shukrani ndani ya ufalme wa Mungu. Na kama ambavyo tulivyosema katika kipindi kilichopita kuwa maombi ya shukrani ndani ya ufalme wa Mungu ndio msingi wa wewe mwana wa Mungu kuweza overflow katika utukufu wa karama za Roho Mtakatifu. Na tukasema kwamba ufunguo pekee wa wewe kuweza overflow katika karama za Roho Mtakatifu ni wewe mwana wa Mungu kuwa na tafakari juu ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo na kile ulichokipokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Na siku ya leo ningependa tusome neno kutoka Zaburi 105 kuanzia mstari wa kwanza, ambapo neno la Bwana linasema, Zaburi ya 105 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, haleluya, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Hapa mtunzi wa Zaburi anatuambia haleluya, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Kumbe katika kumshukuru Bwana tunawajulisha watu matendo yake. Hapa ndivyo anasema kwamba wajulisheni watu matendo yake. Tunawajulisha watu matendo yapi? Hayo matendo ambayo anayasema kwamba wajulisheni watu matendo yake, maana yake ni ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo ambazo sisi Bwana wa Mungu tunazo katika mwili wa Kristo, lakini ni ile kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo ambao ndio ushuhuda wetu mkuu na wa kwanza. Kwa kumbe moyo wa shukrani wa Mungu Baba hapa duniani tufunulia ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo, kwanza ndani yetu sisi wana wa Mungu katika Kristo Yesu, lakini pia katika mwili wa Kristo na wana wa Mungu wote ambao tunaishi nao. Kwa hiyo kwanza ushuhuda mkuu na wa kwanza na wa pekee tulionao ni Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Na huo ndio tunaturudisha tena katika moyo wa shukrani. Kwa nini tunamshukuru Mungu kupitia kwa ajili ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo tuliyoipokea? Tumesema kwanza tumepokea wokovu kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Tumeitwa wana wa Mungu kwa sababu Yesu Kristo ametuleta kwa Mungu Baba na ametuita sisi ni ndugu zake. Sisi tumepokea msamaha wa dhambi, sisi tumewekwa huru mbali na dhambi, sisi tumesamehewa dhambi, sisi tumepokea uzima wa Yesu Kristo ndani yetu. Sisi tumeitwa ukuhani wa kifalme wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa sababu ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo. Sisi tumeitwa wenye haki wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kwa hiyo yote inakuwa ni sababu zinazokufanya wewe uje mbele za Bwana kwa shukrani kwa sababu ya Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Lakini pia ushuhuda mwingine ni hizi shuhuda ambazo Bwana anazitenda kwenye maisha yetu kila siku, kwamba kila mwana wa Mungu anao ushuhuda wa kushuhudia mbele za Mungu Baba. Kwa nini? Kwa sababu kila aliye naye mwana anao ushuhuda wa kushuhudia, kama inavyosema waraka wa kwanza wa Yohana 5 kuanzia mstari wa 11, anasema kwamba kila aliye naye mwana anao huo ushuhuda mbele za Mungu. Asiye naye mwana hana huo ushuhuda. Na huo ushuhuda tulionao ni nani? Ni Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Ndio ushuhuda wetu mkuu na wa kwanza katika Kristo Yesu. Lakini pia tunakuja tukiangalia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa 11, inatuambia hivi, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana, yani Yesu Kristo, anao huo uzima. Asiye naye mwana hana uzima huo. Asiye naye mwana hana huo uzima. Lakini mimi nataka uone kwamba na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwana. Kwa kumbe sisi kila aliye naye mwana wa Mungu anao huo ushuhuda. Kwa nini? Uzima wa milele ulioko ndani yako ni ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia
na shuhuda mwingine ni hizi shuhuda ambazo Bwana wetu Yesu Kristo anazitenda kwa wana wa Mungu wengine ambao tunakutana nao katika kusanyiko la wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanaposimama mbele za Mungu, mbele za kusanyiko la watakatifu na kuanza kushuhudia ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo, sisi kwetu inakuwa ni shukrani mbele za Mungu Baba, lakini pia ni moyo wa ushuhuda. Kwa hiyo kitu kingine ni kwamba huwezi ukatenganisha moyo wa shukrani na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu unaposimama pale mbele kumshukuru Bwana kwa yale yote ambayo ametenda katika maisha yako, hapo maana yake unashuhudia kazi kamilifu ya msalabani Yesu Kristo, lakini pia unashuhudia kwa wana wa Mungu wengine ambao hiyo pia ni roho ya unabii, kwa sababu ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo ni roho wa unabii. Ndio maana anakuambia mwana wa Mungu kwamba moyo wa shukrani ndio msingi wa wewe kuweza kuoverflow katika karama zote za Roho Mtakatifu kama roho wa unabii. Kwa kumbe kupitia kushuhudia ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo, tunatembea katika roho wa unabii ambao ni karama za Roho Mtakatifu, lakini pia ni moyo wa shukrani wa Mungu Baba hapa duniani. Nataka tusome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Tutaanzia mstari wa 1, lakini lengo langu kubwa nataka tuangalie mstari wa 11 ambapo neno la Bwana linasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakaambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yake tuliozaliwa nayo? Waparthi, Wamedi, Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Nitaka uangalie huu mstari anasema kwamba hawa wengine waliokuwa wanasikia pembeni, kwa sababu hawa katika siku ya Pentekoste walikuwa wananena kama Roho wa Mungu alivyowajalia kutamka. Lakini tunaona hapa waliokuwa pembeni wanawasikia watu wa mataifa mengine chini ya dunia, wanasema waliwasikia kila mmoja katika lugha yake. Lakini mstari wa 11 unasema kwamba tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Ninachotaka waangalie ni kwamba what were they speaking? Walikuwa wanasema matendo makuu ya Mungu, ambao matendo makuu ya Mungu ni ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kumbe ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo ni moyo wa shukrani wa Mungu Baba hapa duniani, lakini pia ni kumbe tunapokuwa tunanena kwa lugha au tunapokuwa tunanena kadi roho, tunapokuwa tunaomba katika roho, kuimba katika roho, tunakuwa tunatamka matendo makuu ya Mungu, kiasi kwamba ni ushuhuda kwa wale wote ambao wanatutazama na wale wote ambao wanatusikia. Kwa hiyo kumbe nilichotaka uone kwamba anasema kwamba walikuwa wananena matendo makuu ya Mungu ambao sasa ni ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa karama ya kunena kwa lugha, karama ya kuimba katika roho ndio ambao ni msingi unaotufanya sisi to overflow katika kumshukuru Bwana, kwa sababu tunakuwa tunatamka matendo makuu ya Bwana. Ndio maana unasikia tunatiwa nguvu, tunajengwa, tunaimarishwa kupitia hizi karama za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu tunakuwa tunamshukuru Bwana, tunamtukuza kwa matendo yake makuu ambayo ameyatenda maishani mwetu. Kwa maana nyingine, hii inazidi kutufunulia ushindi tulioupokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Kwa kumbe moyo wa shukrani unatufunulia ushindi wetu sisi ambao tumeupokea kupitia Yesu Kristo na
kazi yake kamilifu ya msalabani. Ndio maana mtunzi wa Zaburi pale Zaburi 77 mstari wa 11 anasema nitakumbuka maajabu yako nitakumbuka matendo yako makuu, nitatafakari maajabu yako ya kale. Kwa nini? Kwa sababu hayo maajabu yako ya kale ambayo anaongelea mahali hapa, anaongelea zile victories ambazo alikuwa akizipata day by day. Kwa anapokuja mbele za Bwana anakumbuka matendo makuu ya Mungu, lakini anayatafakari maajabu ya Bwana ya kale, ambao huo anatafakari nini? Anatafakari ushindi aliyoupokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Kama ilivyo wana wa Mungu katika Kristo Yesu, katika kipindi hiki maombi yetu tulionayo sisi wana wa Mungu ni maombi ya shukrani mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunakumbuka na tunatafakari yale yote ambayo Yesu Kristo ameyatenda kwetu kupitia kazi yake kamilifu ya msalabani. Kwa kumbe maombi ya shukrani ni maombi ya ushindi, ni maombi ya ushindi. Tukiangalia kwenye Wakolosai sura ya pili mstari wa Wakolosai sura ya pili mstari wa 15, neno la Bwana linasema akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Kwa hiyo ina maana hapa anatufunia kwamba Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani alimvua shetani enzi, mamlaka, principalities, power na kila kitu, akakishangiliza katika msalaba huo, ambao sisi kwetu msalaba sisi ni jambo la ushindi, ni jambo la ujasiri, ndio ujasiri wetu, ndio ushindi wetu. Kwa kumbe inazidi kutufunulia kwamba tunapozidi kuitafakari kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo, tunauona ushindi ambao sisi tumeupokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Kwa tunapokuwa katika maombi ya shukrani, kumbe tunakuwa tuna meditate ushindi wetu katika Kristo Yesu. Na ndio maana tukiangalia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 57, neno la Bwana linasema kwamba atukuzwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakorinto inasema kwamba lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, maombi ya shukrani ndani ya ufalme wa Mungu ni maombi ya ushindi. Ushindi gani? Ushindi tulioupokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Ndio maana hapa anasema kwamba lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Bwana ametupatia ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hakika tunapokuja mbele za Bwana, tunapokwenda kwa maombi ya shukrani, tunapokwenda kwa kunena kwa lugha, kuimba katika roho, kumshukuru Bwana kwa matendo yake makuu aliyotutendea, kumbe tunaongea lugha ya ushindi. Kwa kumbe kuomba katika roho, kuimba katika roho ni lugha ya nini? Ni lugha ya ushindi ndani ya ufalme wa Mungu. Hakika nami nimejawa na furaha sana ninapozinena hizi habari njema pamoja nawe mwana wa Mungu. Ninasikia tu furaha ndani ya moyo wangu, kwa sababu hii ni lugha ya ushindi mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Na kwa sababu hiyo sisi wana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, maisha yetu ndani ya ufalme wa Mungu ni maisha ya ushindi. Tukiangalia Wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 14, neno la Bwana linasema, Wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 14 anasema ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwamba Mungu ashukuriwe ambaye anatuongoza daima katika nini? Katika msafara wa ushindi. Ukiangalia katika tafsiri ya habari njema, nasema ashukuriwe Mungu anayetuongoza daima katika msafara wa ushindi. Kwa sisi wana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, maisha yetu ni maisha ya ushindi, ni maisha ya shangwe, kwa sababu anasema Mungu anayetushangiliza daima katika Kristo Yesu. Kwa kumbe sisi wana wa Mungu tumejawa maisha ya shangwe, tumejawa maisha ya ushindi, tumejawa maisha ya furaha, tumejawa maisha ya shuhuda na ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumejawa maisha ya shukrani ndani ya ufalme wa Mungu, na hii ndio inayotufanya sisi sasa tuna overflow katika karama zote za Roho Mtakatifu. Tunaanza kutembea katika roho wa unabii, tunatembea katika kunena kwa lugha, tunatembea katika kuimba katika roho. This just comes automatically out of us, because hivyo ndivyo sisi tulivyo ndani ya ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu tu ya Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani ambayo sisi tumeiamini. Hakika hizi ni habari njema sana kwako mwana wa Mungu, nami ninakupongeza sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na ninakuomba mwana wa Mungu mkaribishe mwenzako pia katika kipindi kinachokuja, ili wote tuzidi kuzipokea hizi habari njema na tuzidi kumfurahia sana Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani ambayo tumeiamini.
Basi kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kwanza unatupata kwa Sonship Spirit TV kama ambavyo umetuangalia hapa YouTube, lakini pia kwenye Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa X tunapatikana kwa jina la Singing in the Spirit 24. Lakini pia kwenye barua pepe Mwana wa Mungu unaweza kuwa una ushuhuda unataka kushare na sisi, au kuna namna unataka kuwa mshirika mwenza pamoja na sisi, tuandikie email ambayo inakwenda kwa jina la singinginthespirit24@gmail.com. Lakini pia Mwana wa Mungu, kuna namba za simu ambazo zimeambatana na video hii. Hizi namba zinapatikana kwa WhatsApp, lakini pia unaweza kutupigia, tutapokea moja kwa moja na tutafurahi kushare pamoja nawe habari njema za Yesu Kristo. Ninakufurahia sana Mwana wa Mungu. Ninakupenda sana. Mungu anakupenda sana, lakini ninakutakia siku njema. Haleluya.